Asante Roho Mtakatifu. Asante Mungu Baba. Asante Yesu Kristo Bwana wetu kwa sababu ya majira haya. Ninakushukuru kwa sababu ni majira mengine ambapo tunaenda kula na kunywa mezani pako, Bwana. Ninakusihi Mfalme ukanitumie kama chombo ninaposimama hapa kwa ajili ya kwenda kuzungumza na kila mmoja. Maneno lako likapate kuingia na kutujenga na kutulisha, kutuimarisha na kutupa hatua nyingine na kutuhifadhi na kufanya lile ambalo umelikusudia, ambalo umelituma kulifanya na likafanikiwe sana, Bwana. Katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu tunajikabidhi mbele zako, mikononi mwako, mioyo yetu, akili zetu na miili yetu. Bwana, tuko tayari kwenda kusikiliza kutoka kwako. Katika jina la Yesu Kristo nikiomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu kwa umbali aliotupeleka. Ninamshukuru Mungu kwa vile alivyotusaidia. Na niseme kama si yeye tusingeweza kuwa hapa au tusingeweza kufanya kile ambacho tunakifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mtu ambaye naweza nikasema labda akili zake zina matatizo, anaweza akadhania ya kwamba kuishi kwake, kutembea kwake au chochote anachokifanya ni kwa sababu ya qualifications fulani au ni kwa sababu ya vitu ambavyo anadhani ndivyo vinamsaidia. Ni kwa sababu ya uwezo wake alionao, anadhani ndio unamsaidia. Ni kwa sababu ya elimu, ujuzi, pesa. Lakini ukweli ni kwamba hata kama kuna namna Mungu amekubariki, unapata pesa, unafanya kazi, mambo yako yanaenda vizuri, lakini kwa asilimia zaidi ya 100 ni Mungu ndiye anahusika nyuma hilo jambo ambalo unajivunia. Manake Mungu akiondoa mkono wake tu, hakuna chochote ambacho kinaweza kufanyika. Mungu akiondoa mkono wake, hakuna lolote ambalo linaweza likatendeka. Mungu akiondoa mkono wake, mambo yote yanapagaranyika. Mungu akiondoa mkono wake, hakuna chochote kitakachoweza kusimama. Na hiyo ndio inatupa kuelewa ya kwamba Mungu ndiye kila kitu kwenye maisha ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu pamoja na kila kitu ambacho Mungu ametupatia, lakini kwa asilimia zote Mungu ndiye anayehusika na kuwa kwetu hapa duniani. Ndio maana maandiko yanasema ndani yake tunatembea, tunaenenda na kuwa na uhai wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna kiumbe chochote kinachoweza kuoperate au kinachofanya ambacho kiko hai kwenye hii dunia ambacho kinafanya au kina uhai nje ya Mungu. Nothing. Kila kitu ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii napenda uweke kwenye akili yako kijana kwamba na Mungu pia aliwaambia wana wa Israeli kipindi fulani, wakati Musa akiwa anaongoza kama sikosei. Nadhani kama kipindi cha Musa kama sikosei. Akawaambia mtakapofanikiwa, mtakapoenda katika ile nchi mtakapoingia, mtakapofanikiwa sana, mtakapolima mazao yakatoka, mkapata chakula cha kutosha, mkafuga mifugo mingi, mkabarikiwa, basi usimsahau Bwana Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Msimsahau huyu Mungu kwa sababu ya utele ambao utakao kuwepo kwenye maisha yenu, kwa sababu hata huo utele ni Mungu mwenyewe ndiye anauleta. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni vizuri ukaelewa kwenye akili yako kijana ya kwamba Mungu ndiye yuko nyuma ya kila unachokiita mafanikio kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukadhani ni Bwana Yesu atusaidie. Kwa hivi vitu ifike mahali mwanadamu tuondoe kiburi kwa Mungu au kwa watu wengine, kujiinua na kujiona kwamba tumefanikiwa. Kwa sababu hata maandiko yanasema kabla ya anguko kiburi ndicho kinatangulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini
kabla ya kuinuliwa unyenyekevu ndio unaotangulia. Kwa ni rahisi pia kujua mtu ambaye ni rahisi kuanguka au mtu ambaye anaenda kupotea. Mtu yote ambaye Mungu amembariki akawa anatumia vile vitu kunyanyasia wengine anavitumia kujidai, I tell you. Sio unabii, ni Biblia inasema. Utakapo hata wewe mwenyewe ukitaka kujua kwamba unapotea, angalia wakati ambapo Mungu amekusaidia, amekuwezesha. Kumbuka ambapo Mungu alikutoa kwenye shimo alilokutoa. Amekusaidia. Sasa hivi una uwezo wa kununua chakula, ukala chakula unachokitaka. Sio nguvu zako. Una uwezo wa kununua nguo, ukavaa nguo nzuri. Una uwezo wa kununua viatu. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa hivi una uwezo wa kupanga nyumba nzuri. Ukalala sehemu. Sasa hivi una uwezo wa kulala kwenye godoro, sio chini tena. Una uwezo wa kulala, haulali nje tena, unalala ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu ukaanza kujiinua, kujivuna. Na kwanza kusema watu wengine, watu sio wafanya kazi, watu ni wavivu. Ukaanza kusema watu ni wavivu sana. Fanyeni kazi. Acheni uvivu, fanyeni kazi. Ndio maana maisha yenu magumu, fanyeni kazi. Mtu wa Mungu, usije ukadhani kutokufanikiwa kwa watu ni kwa sababu hawafanyi kazi. People are working harder more than you think. Watu wanafanya kazi, wanapambana kwa nguvu na effort kubwa kuliko unavyodhani. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini sasa kwa sababu wewe kuna kipindi chako ambacho Mungu amekufikisha cha kukuneemisha, cha kustawi, cha kunawiri, usikitumie hicho kipindi kama kuadhibia watu wengine. Haleluya. Haleluya. Hicho ni kipindi cha mpito tu. Na usipokitumia vizuri hicho kipindi, hapo ndicho kitakachoamua Mungu akushushe, akufundishe tena, au ndicho kitakachoamua uendelee kwenda juu zaidi na kufanikiwa zaidi. Haleluya. Sijui kama unanielewa mtu wa Mungu. Sijui kama unanielewa. Kwa ni vizuri, si sehemu ya somo langu lakini nalizungumza hili. Ni vizuri tukawa tunajua au tunakumbuka ni wapi Mungu alikotutoa. Unaweza sifiwe? Ni vizuri na Mungu mara nyingi ukisoma kwenye Agano la Kale, Mungu alikuwa anamkumbusha Israeli. Wakati Israeli alikuwa anamuudhi Mungu, Mungu anamkumbusha, anamwambia mimi ndiye nimekutoa Misri kwenye nyumba ya utumwa. It's I God. Ni mimi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua shida moja ya mwanadamu huwa ni kwamba anasahau kwa haraka sana wapi Mungu alikomtoa. Bwana Yesu atusaidie sana. Na hii ndio inapelekea unakuta watu wengi wanapoanza kuona vipesa fulani, kiwango fulani cha digits au numbers za nani zinasoma kwenye akaunti zao, wanaanza kudhani kwamba they are too special. Yani wao ni wanadamu wa tofauti kidogo. Yani kuna namna, yani kuna viwango, ni watu wana viwango vyao vya kutembea navyo. I tell you the truth. Mtafute mtu yote unayemjua ni tajiri. Bwana Yesu atusaidie sana. Mtafute mtu yote ambaye unamwona na matokeo makubwa. Ukienda ukakaa naye, utagundua huyo mtu hii siri anaijua. Ni mpole, ni mvumilivu na ni mnyenyekevu kuliko tunavyodhani sisi. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kadiri Mungu anavyokuinua, zidi kunyenyekea, zidi kushuka. Kuwa mpole. Jali watu. Heshimu watu, sikiliza watu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mambo ambayo nimetokea kuzungumza, haikuwa sehemu ya somo, but kwa neema ya Mungu nitakuwa nimefikisha ujumbe ule ambao Mungu alikuwa anataka pengine kwangu na kwako, na mimi pia nimefundishwa pia. Bwana Yesu asifiwe sana.